Ulimpola mtazamaji wa kipindi cha Jimbo Langu, nami nikukaribishe. Na leo niko katika mkoa wa Tabora. Mkoa wa Tabora ni miongoni mwa mikoa mikubwa hapa nchini Tanzania, na makabila maarufu katika mkoa huu wa Tabora ni kabila la Wanyamwezi pamoja na Wasukuma. Lakini kubwa zaidi, kuna methali isemayo mzigo mzito mpe Mnyamwezi au bebe. Lakini hivi sasa Wanyamwezi hapa Tabora wanasema mzigo mzito tugawane, kila moja au bebe. Lakini nikueleze tu kwamba mkoa wa Tabora una kilomita za mraba 76,151 na idadi ya watu ni zaidi ya 2,207,000. Mkoa wa Tabora una wilaya 7 ambazo ni Tabora mjini, Nzega, Igunga, Urambo, Sikonge, Kaliua na wilaya ya Uyui. Pia mkoa huu una jumla ya majimbo 12 ya uchaguzi ambayo ni Tabora mjini, Nzega mjini, Igunga, Manonga, Kaliua, Uliankuru, Bukene, Nzega vijijini, Sikonge, Urambo mashariki, Galula na Tabora kaskazini. Lakini kipindi cha Jimbo Langu leo kitaangazia jimbo la Tabora kaskazini. Wabunge ambao wamepita kwenye jimbo la Tabora kaskazini ni Kidadi Kasanda mwaka 1980 hadi 1985, Abdalla Makolokolo mwaka 1985 hadi 1994, Michael Kesi mwaka 1994 hadi mwaka 2000, James Msekela mwaka 2000 hadi mwaka 2010, Shafi Mamlo Suma mwaka 2010 hadi mwaka 2015 na Almasi Athmani Maiye mwaka 2015 hadi 2020. Na kama tunavyofahamu, kazi kubwa ya wananchi ni kupiga kura na kumchagua kiongozi ambaye wanamtaka, kwa sababu aliahidi, na je, ametekeleza? Jimbo Langu litayafahamu haya yote katika kipindi hiki. Jimbo la Tabora kaskazini lina watu 233,256, lakini idadi ya wapiga kura walioandikishwa mwaka 2015 ni 95,409 na waliopiga kura ni 53,014. Mimi ni Almasi Maige, mbunge wa jimbo la Tabora kaskazini, na hapa ndipo tumekulia. Tulikuja wadogo, baba alifanya kazi railway mpaka alipostaafu mwaka 70 na tukahamia hapa baada ya kuacha kazi mzee. Wacha na kuja hapa, wengine tulikuwa tumeshaanza kusoma, na mimi nimesoma jimbo la Igalula pale Goweko Imara Kaseko. Baada ya kumaliza saa 7 nikaenda Moshi Technical. Lakini baada ya hapo tumekwenda kuja hapa, na hapa ndio nyumbani kwetu sasa alipokulia mbunge wa Tabora kaskazini. Kwa mzee wangu, mimi ni mtoto wa 6, na bahati nzuri baba alikuwa na wake 4, mke mmoja yuko, mama yetu wa mwisho yuko mpaka leo Dar es Salaam kwa mwanae. Lakini kilichotufurahisha ni baada ya mzee kuhamia hapa, hawa dada zangu wote wamezaliwa hapa. Nyumba kubwa ilikuwa inaonekana kubwa wakati ule ni hii hapa, mnaiona kushoto kwangu. Mimi baada ya kwenda shule, kutoka shule ya msingi Imara Kaseko nikaenda Moshi Technical, shule ya ufundi uko Moshi, na baada ya hapo nikaenda Dar es Salaam, chuo kikuu cha ufundi Dar es Salaam, na nikaanza kufanya kazi Daily News na Print Park. Historia kidogo pale, nikaingia serikalini na SST Group Mnaki Security Systems Tanzania Limited,
ambako nikawa ndio mwenye kampuni, na kipindi chote nimekuwa kwenye hiyo kampuni. Tumefanya kazi nyingi sana. Kazi yetu kubwa ni mitambo ya bunge na mitambo ya vituo muhimu vya serikali. Tumefanya na hiyo kazi ya SST Group, na kazi kubwa ambayo tumefanya sasa hivi ni ya Airport Terminal 3. Kwa maisha muda mrefu nimekuwa mfanya biashara wa kufunga mitambo ya usalama, ambayo ndo actually hiyo ndio ilikuwa hasa taaluma yangu. Lakini Mheshimiwa Rais Kikwete aliniteua kwenye bunge la katiba, na niliwewa kwenye lile kundi la 221. Ni kundi maalum aliyoteua Mheshimiwa Kikwete la watu maarufu, watu waliona kwamba wana umuhimu. Na nilipofika bungeni, kwenye bunge lile, ndipo nikaona kumbe naweza kuwakilisha watu wangu vizuri sana. Lakini nyuma yake kulikuwa na watu walinishawishi sana, akiwemo alikuwa naibu spika wakati ule Mama Makinda, lakini pia akiwepo Mheshimiwa Spika wakati wa bunge lile marehemu Sita. Wakasema kule Tabora, mbona hatuoni umuhimu wewe kama unaweza? Nilikuwa nachangia sana kwenye ile bunge la katiba, kwani usiwakilishe jimbo lako la Tabora Kaskazini? Walinishawishi sana, na hao ndo hasa waliofanya niingie kwenye siasa mpaka kusema nigombee jimbo. Mwaka 2015 sasa nikaja gombea ubunge, nikachaguliwa na chama changu kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, nikachaguliwa mbunge wa jimbo la Tabora Kaskazini. Je, aliahidi nini mbunge wa jimbo la Tabora Kaskazini? Mheshimiwa mbunge kipindi anapita kujinadi mwaka 2015, aliahidi vitu vifuatavyo, kwamba endapo atachaguliwa atajitahidi sana kujikita kwenye miradi ya maendeleo. Ahadi ya kwanza aliyoahidi ni kutengeneza barabara, na barabara mpaka sasa hivi inapitika kama mnavyoiona. Ahadi ya pili aliahidi kwamba atajenga Radio Uyui FM kwa ajili ya jimbo lake la Tabora Kaskazini. Ahadi zile zote mimi naona kaisha tekeleza kama hivi. Alikuwa anategemea kwamba achimbe visima, lakini bahati nzuri maji yamepita ya kutoka Ziwa Victoria. Nafikiri ahadi zote ameshatimiza. Mimi yote inafurahia kwa sababu sasa hivi watu wote tutapata maji kwa karibu. Tuliahidiwa tunajenga kituo cha afya kitusaidie sana. Ni upande wa kina mama, tunahangaika sana kwa kujifungua. Muda mwingine inafikia wakati wa kujifungua hela hakuna, afu unaandikiwa uende Tabora. Inakuwa ni shida. Kwa tunachoomba, tunamwomba tu Mwenyezi Mungu atusaidie kituo cha afya kiishi. Tutafarijika kwa wananchi wote. Kwa mradi huu wa kituo cha afya, kwa kweli kwa sisi kama kina mama, kwa kweli tunaufurahia sana, na tunaomba Mungu kabisa uweze kufika na kukamilika. Kwa sababu hapa kweli tuna hospitali hapo, lakini unakuta wakati mwingine huduma zingine hazipatikani pale, inabidi paka usonge kwenda mbele, umeona? Lakini kama hapa tutakuwa na kituo hiki cha afya hapa, itakuwa ni njema, kwa sababu huduma itakayokosekana pale na maana tutasogea kwa wapi? Kwa hapa. Kwa hiyo tunachoomba tu Mungu kwamba kwa kweli kituo kikamilike. Na tunafurahia nacho sana, tunakifurahia mno. Changamoto tulionayo katika zahanati yetu ni kwamba zahanati ya Migongomalo inahudumia wagonjwa wengi, kwa maana ya kwamba inazidiwa. Lakini kwa kukamilika kwa kituo cha afya kitaweza kusaidia kupunguza kwanza population ambayo tunaipata katika kituo chetu cha zahanati,
ambapo tunaweza tukapata walau nafuu. Lakini changamoto nyingine pale kina mama wajawazito wanapokuja kujifungua, hasa inapotokea changamoto za kuweza kupata huduma katika level za juu kwa maana ya hospitali, inakuwa ni changamoto kwa maana ya usafiri. Wakati mwingine inakuwa ni shida, tunaweza tukapata kupoteza watoto wakiwa njiani wanasafiri kuelekea kupata huduma. Kwa maana hiyo changamoto ni umbali ambao wanaopata kina mama wajawazito kwenda kufuata huduma katika hospitali ya wilaya ya mkoa Kitete. Kwa hiyo kukamilika kwa kituo cha afya tunaweza tukapata unafuu, kwa maana ya kwamba wananchi watapata huduma kwa ukaribu, kwa maana ya kwamba kituo cha afya kitakapokamilika, huduma za upasuaji na zinginezo za muhimu zinaweza kupatikana kwa ukaribu. Kwa hiyo itarahisisha zaidi, lakini pia tunaweza na sisi tukapata unafuu katika kuhudumia wale wagonjwa. Napenda kumpongeza mbunge Almasi Maige kwa kila ambacho ametufanyia hapa, ikiwa kama mimi mwalimu mkuu kipindi anapigania au kuwania ubunge, basi aliahidi vitu vingi, lakini pamoja na hivyo ameweza kutekeleza kama yafuatavyo. Kitu cha kwanza amepigania hapa, tumepata milioni 66,600 ambayo ilenga kujenga madarasa 3 pamoja na vyoo matundu 6 wasichana, yote tumetekeleza. Na hivyo tulibahatika kubakiza hela, basi tulifanikiwa kuongeza vyoo matundu 6 ya wavulana pamoja na vyoo vya walimu. Lakini si hivyo tu, hata mwaka jana ilikuwa mwezi wa 5 tulibahatika tena kupata milioni 12,500 ambayo ililenga kujenga darasa 1 na tayari tumesha kamilisha. Nashuhudia pia hata sehemu karibu sehemu ya Ikongoro tayari na kwenyewe ameweza kupigania, wamepata milioni 25 ambayo tayari wapo hatua ya ujenzi wa nyumba ya mwalimu. Miradi aliyoitekeleza mbunge ni kuhusu maji. Tunashukuru kwa kweli, maji amepigania mpaka tumepata maji, na hata hivyo vinginevyo tunashukuru na umeme ametuletea. Kingine naona ni madarasa ya shule ya msingi Majengo. Tunashukuru kwa kweli, tumeshirikiana naye bega kwa bega mpaka kufikia hatua hii mnayoiona hapa. Kina mama pia tulikuwa tunajaribu kupigania, akija mbunge hapa tunalalamika sisi kina mama ndo hasa tuna shida ya maji. Maana unakuta visimani maji hamna, tunaenda kulinda sehemu ya mbali, lakini hata hivyo tumelalamika sana mpaka akatusikiliza hilo lalamiko. Hatimaye tumekuja kufikia kipindi tumeletewa maji. Alikuwa ametuahidi sisi kama ni wananchi wa Majengo, katekeleza. Utekelezaji wake, miradi alizotekeleza ni ujenzi wa shule, madarasa kama hayo 4, vyoo 12, katekeleza mradi wa maji, na mpaka sasa hivi na mradi wa umeme na mengineyo bado akiendeleza. Kwa hiyo mimi nampongeza sana mbunge wangu Maige, na tunamwombea dua Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda, aendelee kutusaidia wananchi wa Majengo pamoja na vijiji vyote vya jimbo lake. Mimi nafikiri najisikia vizuri sana kuwa na hospitali ya wilaya katika eneo la kijiji changu cha Isikizia. Ukweli kabisa, hospitali hii itakapokamilika, nafikiri tutapunguza sana adha ya kina mama wajawazito, watoto, wazee wasiojiweza kufuata umbali mrefu matibabu ya afya. Kingine, kwenye upande wa shule, kweli shule yangu ilitaka kufungiwa kwa kukosa matundu ya vyoo, lakini mpaka sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu tayari tuna matundu kama 10 hapo na bado ujenzi unaendelea. Kabla ya ujenzi wa hivi vyoo ambavyo vimetokana na msaada wa halmashauri pamoja na mbunge, hali haikuwa nzuri kwa sababu watoto walikuwa wanakosa sehemu ya kujistiri, hali ambayo ilisababisha shule kutaka kufungwa kwa sababu ya ukosekanaji wa huduma ya vyoo. Lakini baada ya kujengwa kwa hivyo vyoo, tayari watoto walipata sehemu ya kujistiri, na hivyo kuepukana na ile hali ya shule kufungwa kwa sababu ya ukosekanaji wa vyoo. Kwa hiyo ni jambo zuri. Kipindi cha miaka ya nyuma, wananchi wa Isikizia katika vijiji 6 walikuwa wanapata mateso sana ya kutafuta hospitali umbali mrefu. Kwa hiyo walilazimika kwenda kutibiwa kwenye hospitali ya kata ya Upuge ambayo ina umbali. Kwa hiyo walikuwa wanateseka wananchi kwa sababu wapo watu katika hii kata wanatoka katika vijiji vya mbali. Mfano kijiji cha Ikonola
hasa katika kipindi cha masika. Wenyewe ni lazima mpaka wapite kwenye sehemu za mpunga wanapopanda mpunga. Kwa hiyo kunakuwa na shida sana kwa mwananchi, hasa ambao wanatumia pia baskeli, kwa sababu wengine hawana hata baskeli, wanatembea kwa miguu. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutusaidia hii hospitali ya wilaya ya Uyui ambayo imesaidia kiasi kikubwa, hasa kata hii ambayo tupo sisi ya Iskizia. Maana wananchi wote sasa hivi watapata huduma hapa endapo hospitali itakuwa imeshaanza. Kwa kweli kazi ambayo imefanyika hapa kwetu sisi, kwa maana mimi mwananchi ambaye ni mwananchi namba moja wa kata hii ya Iskizia, kwanza tunaona ni kama ndoto. Hatukutegemea kuona kwamba tunaweza tukapata hospitali kubwa nzuri ya kisasa kama hii ambayo sasa tunayo kwenye eneo letu. Hapa kwetu ilikuwa ni mashamba. Watu walikuwa wanalima, kulikuwa na viwanja vya mpira vya watoto, lakini ilikuwa ni kama vile naweza kusema kwa jina jingine ni mbugani. Lakini leo kuna miundombinu ya gharama kubwa kabisa ambayo serikali imeamua kuja kuwekeza hapa. Sisi wananchi wa kata ya Iskizia na wilaya ya Uyui kwa ujumla hatuna cha kumlipa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isipokuwa ni kumchagua tena na tena kuhakikisha kwamba anakuwa rais wetu. Na niseme tu inawezekana akawa ni rais wa kudumu, lakini kwa sababu ya katiba tunaamini hata hii miaka 5 inayokuja atashinda, lakini tunaona inakuwa ni michache, tunatamani aendelee zaidi. Lakini kwenye kata yetu hajatutendea hayo tu. Ametutendea mengi sana chini ya Mheshimiwa wetu mbunge, kutokana na mahusiano mazuri alionayo yeye na serikali. Ameweza kutuletea VETA. VETA ina thamani ya karibia bilioni 5. Lakini leo tunavyozungumza pembeni tu kidogo hapo tuna jengo la ofisi ya mdhibiti ubora wa elimu ambao ukiangalia ni la kisasa kabisa na limeshakamilika na sasa linatumika. Tayari tunavyozungumza nina shule ya kata, shule ya sekondari ya Idete ambayo tayari imetoka sasa, ilikuwa na kidato cha 4, lakini leo ninavyozungumza tumepata usajili ya kuwa imepandwa kwa na A level kwa maana ya kidato cha 5 na 6. Sasa hayo ni mafanikio makubwa. Tumepata fedha pale pia kutoka Mamlaka ya Elimu Tanzania kiasi cha shilingi milioni 75 kwa ajili ya ujenzi wa hosteli kwa maana ya bweni la watoto wa kike ambalo lina uwezo wa kubeba watoto 80. Lakini kwenye shule zetu za msingi kupitia mfuko wa jimbo, Mheshimiwa mbunge ametuchangia sana. Nikianza kuangalia katika maeneo mengi ambayo amechangia Mheshimiwa mbunge, ukiangalia kuna shule moja ya shule ya msingi Ikonola amechangia kule bati bando 5, amechangia simenti mifuko 100, na kulikuwa na darasa watoto walikuwa wanasomea nje, sasa watoto wanasomea ndani. Lakini ukienda tuna shule ya msingi la Wansimba pale Mheshimiwa mbunge amechangia mifuko 50, na tunaamini kabisa huko mbele tena tunaweza akatuchangia kwa sababu alikuwa malengo ni kupata mifuko 100, lakini kwa sababu ya jimbo kubwa tukao tumepata 50. Lakini tuna shule satellite ambayo tunajenga shule ya Mswa pale, tuna mifuko 50 ambayo Mheshimiwa mbunge ametupatia kuanza ujenzi. Lakini pale Idete Mheshimiwa mbunge pia amechangia mifuko 150 ya saruji. Lakini pia tuna umeme wa REA ambao mimi tayari katika vijiji vyangu 6 nina kijiji cha Iskizia ambacho kina umeme, nina kijiji cha Ilalwansimba kina umeme, nina kijiji cha Igoko ambacho kina umeme japokuwa hujaenea kote, lakini nina kijiji pia cha Ibushi ambacho tumezindua juzi na Mheshimiwa Waziri wa Nishati alifika pale. Kwa hiyo kwa maana ya miradi ya maendeleo kwenye eneo letu, kwa kweli tunashukuru sana sana sana. Kama wananchi wana kipaumbele chao ni maendeleo, hatuna sababu ya kumpoteza Mheshimiwa mbunge na hatuna sababu ya kumpoteza Mheshimiwa Rais na wala hatuna sababu ya kumpoteza Mheshimiwa diwani. Katika utekelezaji wa ahadi za mbunge, kila kata kwenye kata zangu, jimbo la Tabora Kaskazini na kata 19, kila kata tumekuwa na miradi na tumefikia vijiji 75 katika vijiji 82 vya jimbo langu. Na ukipitia kwenye taarifa hii, kila kata ina zahanati aidha inayofanya kazi au kuna ujenzi wa zahanati 2 au 3.
kutumia mfuko wa jimbo. Lakini vile vile kumekuwa na miradi mingine ya elimu kuunga mkono ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba kutakuwa na elimu bure. Kwa hiyo kutumia mfuko wa jimbo nimefanya kazi kubwa sana ya kujenga madarasa pale ambapo tulikuwa na upungufu wa madarasa, lakini pia pale ambapo tumekuwa na upungufu wa zahanati tumechangia. Katika utekelezaji wa ilani na utekelezaji wa ahadi zangu, tumetia katika jimbo hili la Tabora Kaskazini hela za jimbo milioni 271. Na hii ni hela ambayo tuliipokea karibu milioni 300. Hela iliyobakia pale ilitumika kugawa vifaa hivyo, kwa sababu baada ya kugawa hela kwenye kata zetu tuligawa vifaa. Na hii imeleta mafanikio makubwa sana. Lakini pia pale ambapo hela za jimbo zimepungua, mbunge binafsi nimetoa hela zangu kusaidia. Katika jimbo langu tuna kituo kimoja tu cha afya ambacho kinafanya kazi pale Upuge, lakini tuna miradi ya kujenga vituo vya afya katika kata ya Usagari, kijiji cha Migungumalo, lakini vile vile kata ya Mabama ambako mbunge amechangia, na hii kata ya Mabama Mheshimiwa Rais pia alichangia. Lakini pia kata ya Shitage. Na vituo vya afya hivi vimewekwa katika mfumo wa kusaidia kanda za kata mbalimbali. Tunataka kituo cha Upuge kisaidie kata za mashariki kabla ya kwenda kwenye rufaa ya hospitali ya wilaya ya Upuge. Lakini pia kituo cha Mabama kitasaidia kata za karibu na Mabama pale. Na kituo cha Shitage kitatibia watu kutoka katika kata 3 za Shitage yenyewe, Igurungu, lakini vile vile ile kata ya Bukumbi. Kituo cha afya cha Usagari kinajengwa kufuata kauli ya Mheshimiwa Benjamin William Mkapa aliyetembelea kwenda kuzindua zahanati ndogo sana mwaka 1997. Akiwa pale aliahidi kwamba nafungua kituo hiki kidogo, lakini lengo langu ni eneo hili litajengwa hospitali kubwa. Nilipoingia madarakani, wananchi walisema bwana, hapa Mheshimiwa Rais Benjamin Mkapa aliahidi kujenga hospitali, lakini sasa tunaona hamna dalili yote. Kwa mimi nimetembea katika mawazo hayo ya Mheshimiwa Rais Benjamin Mkapa. Tumeanzisha ujenzi wa kituo cha afya pale kijiji cha Migungumalo, na kituo kile kimefikia ile jengo la OPD limefikia ngazi ya linta, na linajengwa kwa nguvu za wananchi, lakini vile vile nguvu za mbunge. Lakini katika maeneo mengine pia, kwa mfano Shitage, sehemu kubwa inajengwa na nguvu ya wananchi na nguvu za mbunge. Tuna imani kwamba sasa serikali itatusaidia ili zahanati hizi 3 ziongezeke, yani Shitage, Mabama na Usagari. Usagari na maana Migungumalo. Ahadi nyingine kubwa ambayo tulisema tulipokuwa nagombea, tuliwaahidi wananchi kwamba tutajenga redio itakayoitwa UFM. Na makusudio ilikuwa, wakati tunatembea kwa tuligundua kwamba wananchi kulikuwa kuna barabara lakini hakuna televisheni na hakuna umeme. Kwa hiyo watu walikuwa wanatumia simu kusikiliza redio, lakini redio ambazo zilikuwa hapa mjini hazifiki sana huko maeneo ya vijijini, hasa jimbo langu la Tabora Kaskazini ambalo liko mbali, linaungana na Kahama huko na huko Nzega na Shinyanga. Kwa hiyo nikaahidi kwamba tutajenga redio, na redio hiyo tunashukuru UFM radio sasa inafanya kazi na inawafikia wananchi wote kama ilivyokusudiwa. Tuanzie na kituo cha afya cha Upuge ambacho niliwapelekeni kiangalia. Kituo kile mimi wakati naingia kilikuwa hakina umeme na kilikuwa na jengo moja tu pale la OPD. Kwa nilipofika, nilipotembelea pale, wananchi waliniomba, bwana umekuja wewe tusaidie hilo. Na la kwanza nilianzia umeme. Nilimkamata Mheshimiwa Waziri, na wakati alikuwa naibu waziri, sasa ni Waziri Kalemani,
alikuwa anaenda Bukene, tukamwomba aje alale Tabora, alafu asubuhi nikampeleka kwenye kituo kile, na namshukuru sana Waziri Kalemani, alitusaidia kutuletea umeme wa shilingi milioni 350. Kilomita 4 alivuta umeme na kupeleka umeme pale, na sasa umeme upo pale unafanya kazi vizuri sana. Na tunashukuru Mungu mwaka 2018-19 bajeti ile ilitupa shilingi milioni 500, na kituo kile ndio kimekarabatiwa, ndio kituo bora cha afya katika jimbo letu, na sasa ndio kinaongoza katika wilaya ya Uyui. Ndicho kimekamilika na kinafanya kazi vizuri. Tumeshafanya operation zaidi ya 100 mpaka sasa na hakuna kifo hata kimoja. Lakini liko swala la maji. Jimbo langu lina vijiji 82 na maji tatizo kubwa sana kwetu sisi. Mvua inanyesha lakini maji yanapita kwenye mabonde yanazama. Kwingine kote chini kuna mwamba, katika ukichimba maji kwenye visima kwetu huko inatoa masika, kiangazi yanakauka. Kwa maji tuliposikia kuna mradi huu kwa kutoka Ziwa Victoria kuja hapa Tabora, tukaomba na sisi tupatiwe maji yanapopita. Kwingine kote hayakutoka maji, lakini ilipofika wilaya ya Uyui tukaomba lile bomba lipite kwenye maeneo. Nikaomba waongeze kilomita 12 kushoto na kulia, kwa sehemu kubwa, lakini bomba sasa lisipite tena kwenye barabara kuu, lipite katika vijiji. Kwa kupita huko vijijini ile bomba likapita kijiji cha Lunguya na Upuge, kwa limepita na kugawa maji kwenye vijiji 12 kwenye maeneo hayo, lakini kwa ujumla wake bomba hili litagawa maji kwenye vijiji 40 kati ya vijiji 82 vya jimbo. Na haya ni kama njozi, itasaidia zaidi ya 48% watapata maji katika vijiji vyangu vyote 82. Huu ni mradi mkubwa sana. Ikifikia kwamba maji yametoka Mwanza yakatembea njia nzima mpaka yakafika kwetu na kuenea katika vijiji vyetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 5. Kwetu sisi serikali ya awamu ya 5 ilifanya makubwa sana na hatuwezi kuyasahau. Tunahitimisha kipindi hiki cha Jimbo Langu kilichoangazia jimbo la Tabora Kaskazini kwa msemo maarufu unaojulikana Yaya Kwibieda, yani hapana kujidharau.